Kwa jina naitwa Zubeda Twaibu Nusuela. Karibu Zubeda. Nilikuja hapa mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Tarehe 13. Nimemaliza chuo 2013. 2023 so 13. Kwa nikafanya kazi sehemu kama salesperson kwa miezi kama mitatu. Kwa miezi mitatu. Baada ya hapo mkataba ukaisha, ulikuwa temporary contract, ukaisha. Nilivyorudi baada ya hiyo kazi, nilikuwa natuma CV na cover letter kwenye kampuni nyingi sana. Lakini sikuweza kupata matokeo yoyote. Ukuweza kupata matokeo yoyote? Ndio, tangia mwezi wa 6 mwaka jana. Na struggle kutuma hizo CV kwenye makampuni mengi, lakini sikupata kazi yoyote. Nilikuja hiyo Jumapili tarehe 13. Nilikuwa nafanya kazi ya part time, ilikuwa ni ya Jumamosi na Jumapili kama salesperson, lakini kwa mimi hapa nilikuwa naona ni ngumu kwa sababu nilikuwa siwezi, yani I'm not very good to speak to people. Kwa hiyo ikawa ni ngumu sana kufanya sales. Kwa hiyo nikawa naomba Mungu kwamba nipate kazi ambayo nitaweza kuifanya mimi kwa uelewa wangu na kwa ujuzi wangu. Kwa hiyo nikaja hapa tarehe 13 mwezi wa 4. Ulizungumza kitu ukasema kwamba kila mtu anapangiwa kazi ambayo Mwenyezi Mungu amempangia. Usifanye kitu ambacho hujapangiwa. Unaweza ukapangiwa labda uwe mwalimu, wewe ukaenda kuforce ukawa banker. Kwa yani haiwezi kufanyaje kudumu. Kwa baada ya maombi nikaondoka. Nilivyoamka asubuhi kuja hapa, nilikuwa napanga kabisa kuja hapa kuja kufanya maombi. Nilituma maombi kwenye kampuni kama nipate kazi ya intern community organizer. Sikuweza kujibiwa. Nilituma tangia mwezi wa 3 mwanzoni. Lakini nilipofika hapa jioni narudi nyumbani, nilikuta email. Nimekuta email, nimeambiwa kwamba niende kufanya written interview wiki inayofuata baada ya kutoka hapa kwenye maombi. Nilishukuru Mungu kwa sababu nilikuwa sina hakika kama nitapata. Nikaenda kwenye interview. Nilikuwa nakuja kila Jumapili. Kila Jumapili ulikuwa unahudhuria kanisani? Ndio. Nilienda kwenye written interview tarehe 23 mwezi wa 4, nikafanya. Wakasema kwamba watatugea majibu kesho yake asubuhi. Nikakaa mpaka saa 6 asubuhi, nikapigiwa kwamba nimefanikiwa kupita kwenye written interview, nitaitwa kwenye oral interview. Nikaitwa tena kwenye oral interview, nikatumiwa email, nikaenda. Nilivyoenda wamenitumia juzi Jumatatu kwamba umepata kazi. Nimepata kazi na Jumatatu ya wiki kesho nikasaini mkataba. Ongeza makofi kwa Yesu. Bado makofi hayatoshi. Ungeongeza makofi. Wewe uliyekata tamaa, usikate tamaa tena. Liamini neno linalotamkwa na nabii wa Bwana, linalotamkwa na mtumishi wa Bwana. Angalia, amekaa kwa muda mrefu, amemaliza chuo mwaka 23, lakini baada tu ya kukanyaga hapa ameona majibu. Ongeza makofi. Na pia baada ya kutoka kwenye written interview ya hii kazi ambayo nimepata, na pia nikatumaga maombi kama kwenye project ilikuwa miezi 8. Ilikuwa ni youth leadership program. Nikatuma maombi, nikakaa Ijumaa ya wiki hapa Ijumaa wamenitumia ujumbe kwamba nimepata. Nayo tena umepata? Yes, nimepata. Si ungeongeza makofi kwa Yesu? Makofi yako inawezekana ni ya wivu ongeza na ujiunganishe leo. Mwambie Bwana, na mimi hapa. Miujiza mikubwa. Mlango umefunguliwa na wakwako umefunguliwa. Siku ya leo hujakanyaga hapa kwa hasara. Malango yako yapo wazi kuanzia tarehe ya leo. Hivi ninavyozungumza, malaika wameweka lango lako kuwa wazi kwa jina la Yesu Kristo. Sasa unawaambiaje watu wa Mungu ambao hawaamini habari ya madhabahu hii? Kwanza mimi hapa nilikuwa siamini. Mama yangu alikuwa anakuja kusali hapa. Alikuwa ana shida ya mguu. Ndio. Naye pia alibarikiwa na nabii, mguu wake ukapona. Anapanga kuja kutoa ushuhuda sema kwa sababu sasa hivi yuko mbali. Yupo nje ya mji. Na ulimtabilia kwamba aliyemfanyia hiko kitendo ataangamia. Na kweli ameangamia mwaka huu hapa. Amekufa? Yes. Woo!
atakufa. Anayeroga familia yako, adui aliyekuroga kabla hatujagawanya kongamano la wiki ijayo, atakufa kabla hatujagawanya mwezi wa 6. Hapa na Jumapili kongamano hilo ni wa kushughulikia. Tukiingia mwezi wa 6 na wa 7, mambo yetu, hakuna adui atakayesimama kwenye kongamano hilo. Aliyekuroga, anayetumia uchawi, ushirikina, ataenda kaburini. Kongamano la wiki ijayo, kabla hatujaingia mwezi wa 6, kuna jambo litafanyika juu ya madhabahu hii. Kila waliotuonea, kila waliokuonea, kila waliokutesa, Bwana atafanya kitu. Sasa unawaambiaje watu wa Mungu wenye wanakusikia sasa? Nawaambia kwamba waamini. Waamini. Kwa kuwa hata mimi mwanzo sikuamini, lakini kwa sasa nimetendewa. Kwa sasa umetendewa. Na naamini. Amen, amen. Yes. Amen. The lady is standing before us as a testimony. In fact, she has a great testimony. She says that she graduated 2023 and she stayed without a job. She applied to several places, but there was no response. She says that she came here on this altar and the man of God prayed for her. She believed that God would do something for her. She's standing before us with 2 testimonies. She has got 2 doors open for 2 jobs. She gives God all the glory. She says that faith is the one that will make you get what God has purposed you to get. She has been praying that God give her the right job, and God has given her the job as per what she has gone through. Amen. Amen. Mungu akakuthibitisha. Ongeza makofi kwa Yesu tena. Ongeza makofi tena kwa Yesu.